We Mwandeko Mwangati, we tulia, usinitukane kwanza, nisikilize kwanza. Inawezekana Wanyakyusa wanasema ngukutura rili yako, inawezekana kusaidia mwenyewe. Nisikilize, usitukane kwanza, tuliza kidole chako hicho. Kisianze kuandika matusi kwanza. Sikiliza. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Katika jina la Yesu. Ninaposema Mwakasege, Magembe na wengi unaowafahamu wanaitumia vibaya jina la Yesu. Kulitumia jina la Yesu haitaki kutumika hivyo. Nisikilize, nisome maandiko. Katika Luka sura ya 6 mstari wa 46 imeandikwa, na kwa nini mnaniita Bwana Bwana, walakini hamyatendi nisemayo? Sasa nataka nikujulishe, Bwana Bwana aliyoyasema ni yepi, na uone. Je, Mwakasege, Magembe na wote unaowajua wanatumia jina la Yesu vizuri, jua waliyatenda hayo? Walikuwa wanatenda hayo? Waraka wa Waebrania sura 13 mstari wa 3 anasema, wakumbukeni wale waliofungwa kana kwamba mmefungwa pamoja nao, na hao wanaodhulumiwa, kwa vile ninyi nanyi mulivyo katika mwili. Hebu niambie, Magembe, Mwakasege na wote unaojua wanatumia jina la Yesu, wanaoita Bwana Bwana, wapi umeona wanazungumzia watu waliofungwa kwa kuonewa, waliofungwa, wanaodhulumiwa? Wapi umeona wanapaza sauti, wanawakumbuka? Kwa sababu utawakumbukaje? Wazungumzie wanaodhulumiwa, wazungumzie wanaoonewa. Sasa kumtaja Bwana Bwana, unatakiwa unafanya aliyokuamuru. Ndio maana hamjanielewa, kuna kipengele fulani nimeweka juu ya binti huyu kwamba katika jina la Yesu sio hilo unalokakamua sauti. Katika jina la Yesu ni kama Yesu alivyoamuru niwe nafanya, ndo ninavyofanya. Kama Yesu alivyokuwa naishi, ndo ninavyoishi. Ikiwa naishi vile, nina nguvu za kufanya alichokuwa nafanya, au ambacho alisema ndani ya jina lake, ndani ya njia zake kitakuwemo, kitakuwa kikifanyika. Sasa nachosema hapa, kutaja Bwana Bwana, hamuyatendi aamuruyo. Anayoamuru ni yepi? La kwanza ambalo unakiri, Mwakasege, Magembe na wote unaowajua wanataja jina la Yesu kwa nia njema. Hawakumbuki waliofungwa, hawazungumzii waliodhulumiwa, ambacho Yesu alikifanya. Yesu alisema, nimekuja kuwafungua waliofungwa, kuwatetea waliofungwa. Naweza nisiwatoe, lakini nitawazungumzia. Hakumtoa Yohana, lakini alimzungumzia, akasema katika Mathayo 11:12 pale anasema, kwani mulienda nyikani kufuata nini? Nyasi yakitikiswa, mulienda kuona nabii? Naam, zaidi ya nabii hakuna mwanadamu aliyezaliwa na wanawake aliye mkuu kuliko Yohana, pengine atakayekuwa mdogo kuliko huyo. Na kama mtaka kusadiki, huyo ndiye Elia. Mtu amefungwa, anamzungumzia, hana hatia. Huyo ni binadamu bora, yuko sahihi. Mwakasege, Magembe, umewaona wapi wanazungumzia wanaoonewa, waliofungwa kwa kuonewa, wanaodhulumiwa? Umewaona wapi? Hao wanataja Bwana Bwana, walakini hawayatendi awaamuruyo, aliyowaamuru. Jambo lingine aliloamuru katika Wafilipi sura ya 2 mstari wa 4. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 4 anasema hivi, mstari wa 4 anasema hivi, kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Kila mtu asiangalie usalama wake mwenyewe, kila mtu aangalie na usalama wa wengine. Magembe, Mwakasege, umewaona wapi wakijishughulisha na hatari, mateso, vilio vya watu wengine? Hivi ukisikia vya wengine, ni hicho tu cha kuombea hao waliokuja kanisani? Hiyo ndo kuangalia vilio vya wengine? Hebu nikusomee moja ya mifano.
Najaribu kuweka vizuri, naona mmechangamka, mnanitukana sana. Anyway, naomba ufahamu kwamba kuniuma pananiuma, ukinitukana pananiuma sana sana sana, kwa sababu matusi ambayo walitukana waliokutangulia yalisaidia sana walionidhuru kunidhuru, wanaoniwinda kuniwinda, yalisaidia sana. Kwa najua alama za matusi, najua kwamba mnapotukana matusi ambayo ifanya nini na yanaweza kufanya nini na anafanya nini. Lakini nilishapoteza ambavyo sikutarajia kuvipoteza. Kwa sasa sina cha kofia kupoteza. Nachojua ninaelimisha namna sahihi ambayo mambo yatakiwa chukuliwe hivyo. Sina ugomvi na mtu, na kwa mujibu wa Biblia ndio upendo wa kuwaamsha hao watu wajue wanachokifanya hakina thawabu yoyote, isipokuwa kinaweza ikaja kuleta madhara makubwa sana hata juu ya maisha yao. Ndo njia pekee ya kwamba kwa nini usiwafuate. Wewe unayeandika comment, kwa nini usinifuate kama ni rahisi? Kwa nini usinifuate wewe? Biblia tunasoma ilimfuata kila mtu nyumbani. Biblia ilimfuata kila mtu nyumbani kwenda kuongea naye juu ya ubaya wake. Inasema habari za ubaya wa watu wengine. Tunajifunza kusema ubaya wa mtu fulani ni ili na watu wengine wajifunze. Hakuna adhara kubwa inayopita Biblia. Mitandao, vyombo vya habari havifiki inakofika Biblia. Biblia imesema makosa ya watu maelfu kwa maelfu ambayo sisi tunasoma majina yao, koo zao, na tunajifunza kwamba jambo hili hatupasi kufanya. Sasa najaribu kuambia katika jina la Yesu Kristo, tafsiri yake sio hiyo kugandamiza. Inavyotakiwa kutumika ni kwa namna ambavyo Yesu alikuwa anaishi, kwa huruma aliyokuwa nayo, kwa moyo aliyokuwa nao, ambavyo ndivyo ninavyoishi mimi, kwa maombi aliyokuwa naomba, kwa namna alivyokuwa nampendeza Mungu na wanadamu, ambavyo ndivyo ninavyoishi mimi. Nafahamu nguvu za mtu zinatokana na anayoyafanya, anavyoishi. Kwa kuwa naishi kama alivyokuwa naishi Yesu, naamini nina nguvu za kutoa ugonjwa huu, nina nguvu za kuamuru kusema neno hili na watu wakati wakaheshimu. Sasa nadhani ndio, najua natumia lugha ambayo hamwezi mkaelewa mpaka kesho. Pengine nikisema kwa njia nyingine nyingi nikagusa na miungu yenu, kuna ambao mnaanza kusema itakuwa anamaanisha 29 Ayubu mstari wa 16, nalikuwa baba kwa mhitaji, na dawa ya mtu nisiyemjua naliichunguza. Kesi ya mtu nisiyemjua naliichunguza. Swala la kuangalia kesi za watu wanaodhulumiwa, wanaoonewa, si la wale tu unaosali nao kanisani. Sijajua katika Luka 10 kuanzia mstari wa 25 pana kisa ambacho mtu mmoja alimuuliza Yesu kwamba jirani yangu ni nani? Umesema tumpende jirani kama nafsi. Jirani ni nani? Yesu akamwambia, mtu mmoja alitoka Yeriko. Alipofika njiani alipigwa na majambazi, akawa katika hali ya kufa. Akapita kuhani asiyemjua yule mtu, akapita pembeni, akasema nitaenda kumwombea katika ulimwengu wa roho. Akapita Mlawi, hawa mwalimu, askofu, mchungaji, akapita Mlawi, akamwona yule mtu, akapita pembeni. Moja akasema simfahamu. Mbili akasema mimi napiganaga kwenye ulimwengu wa roho, sipiganagi mwenyewe, naenda kumkabidhi Bwana. Tatu, waliogopa gharama ya kwamba huyu mtu ukimbeba unaweza ukajikuta unagharamika gharama ambazo ni za kula wewe na watoto. Nne, aliogopa hatari kwamba unaweza ukaona msaidia huyu, kuma majambazi hawako mbali, mwisho akakushambulia na wewe. Lakini akapita Msamaria ambaye hamjui yule mtu, na inawezekana yule alikuwa wa kabila lao. Akapita Msamaria akamsaidia yule mtu. Yesu akawauliza, katika hawa ni nani
aliyepigana vita kwenye ulimwengu wa roho? Ni nani aliyefanya vema? Ni nani ambaye vita vyake si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho? Nani hapa? Wale wakasema huyu ndo amepigana ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ni ule ulio na huruma juu ya watu wanaoumia. Yesu akasema, ni waamuruyo ni haya, na ninyi mtakapoona watu wanaonewa, wanaumizwa, simamisheni huduma zenu, simamisheni kwenda kwenye kuhubiri mikutano, viwanjani, makanisani, birini na huyu anayeonewa. Mwakasege, Magembe wanafanya hicho, na wao tunaosema wanatumia jina la Yesu. Yesu amekataa, amesema msiniite Bwana Bwana wakati hamfanyi. Ni waamuruyo, msitumie jina langu, msilitaje bure jina langu, msiseme katika jina la Yesu, msiseme katika jina la Yesu. Hicho mnachosema sio Yesu. Mimi ambaye nilikuwa na huruma juu ya wanaoonewa, niliwaamuru muwe na huruma juu ya wanaoonewa. Wananchi, sina ugomvi na nyie naposema injili sio najaribu kuwaonyesha njia fupi. Mmoja akasema, mbona na wewe ulifanya hivi? Tulifanya hivi tulipokuwa watoto, tulisema kama watoto, tulifanya kama watoto. Sasa tunakuwa watu wazima, tunabatisha mambo ya kitoto, tunajaribu kuwafundisha na wengine wasipite njia hiyo. Ni ndefu for nothing, ni ndefu pasipo na sababu. Leo nimeona nikoleze nipachike miungu yenu kidogo, ili mkinitukana mnatukana sana. Najua mimi sitegemei tu natukanwaje leo, nategemea tunakwenda wapi. Kuna watu wanakuja, mchungaji nilikuwa nakutukana sana, nilikuwa nakutukana, unisamee. Sijibugi chochote, kwa sababu kulikuwa na haja unasikiliza, sio kusoma komenti za ambao wamepangwa kwa ajili ya kupambana. Mimi sipambana na mtu. Wengi mna komenti kwa kuangalia komenti zimesemaje. Husikilizi mwenyewe, alafu una option tu kwa baadaye utasema, mchungaji nilikosea, kumbe unisamee. Sawa, nachofanya tu sikujibu chochote. Utajaza wewe, nimesha kusamee ulivyokuwa nataka nikusamee, au kuna wakati na usubiri. Kwa sababu nimekwambia hivi, matusi mlionitukana, mnaonitukana, yalichochea, yaliwapa uwanja mpana na nguvu na hamasa walionidhuru, wakaona wana uhalali wa kunidhuru. Kwa sababu na wewe umenitukana, inaonekana niliharibu mahali, nimeharibu kila mahali. Walipata nguvu wakafanikisha yale, na walijua baada ya kufanikisha yale wewe ungeshangilia, na wengi mlishangilia, mmeshangilia, mnashangilia. Wananchi, hii si kazi yangu. Ingekuwa hiari yangu, nadhani nafahamu kuna mwanadamu anaweza akastahimili mikiki na madhira na magumu mfano wa haya yaliyonipata. Hakuna, sio rahisi. Tulipokea kwa Mungu ni kama kulipa fadhila. Sikustahili kuwa hai. Shariti la kuwa hai lilikuwa niendelee kusema haya. Namaliza kwa kuambia injili ni habari njema. Habari njema ni kukanusha habari potofu, ni kukanusha chochote ambacho kinaendelea kwenye jamii akiendelei kinavyopaswa. Katika Matendo 16 nasema tena, wanatangaza habari ya desturi zisizokuwa halali kwetu kuzipokea wala kuzifuata, kwa kuwa sisi tu Warumi. Habari njema ni kukanusha desturi na kawaida inayoendelea kwenye jamii. Hawa wanakamata Paulo na Sila hapa. Kosa lao ni nini? Paulo na Sila wameharibu kitumbua, wametia mchanga kitumbua. Palikuwa na mtu mchawi ambaye anawafanikisha mambo yao bila kuwaambia makosa yao
Kibiblia huo ndo uchawi, ni kiumbe anayefanikisha mambo kwenye jamii. Balaam ukiangalia amesema mambo mengi yanayoonekana ni ya neno la Mungu. Ndiye aliyesema hakuna uchawi wala uganga juu ya Israeli na vitu kadha wa kadha. Ndiye aliyetamka mambo mengi, lakini anaitwa mchawi kwa sababu alikuwa amwambii Balak moja kwa moja ubaya wa moyo wa Balak. Hawa watu hapa wanaonekana wamekasirika kwa sababu Paulo, kulikuwa na mtu ambaye anawapatia faida bila kuambia makosa yao, na Paulo alipokuwa na ubina yake akaanza, Paulo anafanya kazi hiyo inayofanya. Paulo akasema toka ushindwe, akamtoa yule pepo, yule mtu, ule uwezo ukamtoka, akawa hana uwezo ule tena. Wale watu wakaanza kusema ametuharibia huyu. Desturi yetu sisi tunamtaka nabii, tunamtaka mhubiri, tunamtaka mchungaji, tunamtaka mtu ambaye atakuwa na sema makosa ya wengine na kutufanikishia mambo sisi, sio kusema makosa yetu. Ndo desturi yetu. Paulo akawa anasema hapana, inatakiwa mtu awa nawaambia mpaka mambo yameharibika hivi, nyie ndo mliokosea 1, 2, 3, usilopenda kutendewa usimtende mwingine. Ndo akasema anahubiri habari za desturi ambazo sio zetu kawaida. Hiyo ndio habari njema. Yesu anasema pando asilolipanda baba yangu litang'olewa. Hiyo ndio habari njema, kupindua na kubatilisha kawaida iliyoko kwenye jamii iliyo na madhara kwa baadhi ya watu. Habari njema sio kutangaza Yesu aliufanya nini zamani, akina Petro akina Paulo alifanya nini zamani. Walipofanya vile walinifundisha mimi kufanya nini, kupinga nini, kuangusha nini, kukemea nini, ili jamii iwe salama. Sasa sikia, mimi ni eneo pia ngozi ni ngumu, ni mtu ambaye ninawekaga maksudi. Najua nikiweka picha hii unafikiri nikihubiri tu, siweka picha mnaangalia ama angalii. Na hiyo ndo injili. Injili mpaka uzungumzie mtu ndo watu wanashtuka. Ukizungumzia tu hewa na habari za zamani amwangalii. Na hata zamani zina mvuto kwa sababu walikuwa wanazungumzia watu wanaoishi za nyakati zao na visa. Kwa hiyo liangalia mpaka huku utajua tu. Sambuza tu wewe mwenyewe unazungumzia watu. Nafikiri wewe hapo unisemi unaposema nimekosea, unapoandika nimekosea, si unanisema? Hata mwenyewe tu unazungumzia watu. Ungekuwa huyu hayahusu mambo ya watu, si kuna chati una comment popote. Yaani toka asubuhi popote ulipokaa wewe jua 99% ya mambo yako umezungumzia watu. Swala tu sauti yako haijasikika sana, lakini kila unachozungumza popote unazungumzia watu na makosa yao na mazuri yao, ili watu wengine wafanye au wasifanye kama watu wanaofanya. Sawa, ila mwelewe katika jina la Yesu, ni katika njia alizoishi Yesu ambazo naishi mimi, najua nitakuwa na nguvu hizo alizokuwa nazo Yesu. Ndio tafsiri yake. Yesu ni njia, Yesu ni namna ya kuishi. Anasema atakayetenda ni aliyoamuru Baba, atakayetenda mapenzi yangu, huyo ndo atajua nimewezaje kuongea hivi wakati sijasoma. Kwa ni namna utakavyoishi alivyoishi Yesu, ndo utajua na nguvu alizokuwa nazo zilitokana na nini. Sijajua ni tumia lugha gani. Yanatosha. Wakati mwingine naleta tu chemsha bongo hii, ili niwakoroge, niwavuruge, na baadaye mwanze kusema jamaa, kwa nini, shida yake ni nini? Hivi kweli ana vita na watu ama ana huruma ama hivi? Mbele unaweza ukaja kujua nia ya mtu hutambulika kwa wingi wa anayoyafanya. Hongera na asante kwa kunisikiliza.